ameshindwa kuamua kama ni goli. Maana yake Yanga kabeba dhahiri hizi alama tatu. Kwa hiyo lile goli ni halali. Goli halali kabisa, wamenyimwa hawa FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco. Alafu pia ukiangalia maamuzi mengi ambayo alikuwa anafanya refaria, alikuwa na favor Yanga Afrika, maana yake refaria anapokelewa vizuri. Tunashukuru kwamba refaria kapokelewa vizuri na viongozi wa Yanga na leo wamepata alama tatu. Lakini kimsingi kwamba michezo hii itakuja kwa kosti huko mbeleni kwa sababu haiwasaidii chochote. Waache mpira uchezwe, mpira watu washinde kwa haki. Hivi leo hii mechi kama hii hapa unaweza kusema kwamba Yanga kashinda. Yanga ameshinda kwa mapatu. Ushindi wa mchongo huu. Wale refarii pale kabisa, kuna mchezaji ameotea. Kuna sehemu ya kuotea refarii apulizi. Hao jamaa kwa eneo sahihi, refarii anapuliza mbele ni offside. Unaona goli lao walilopata ni goli clear, goli kabisa, goli la wazi, lakini refarii amelikataa. Baka benchi la fundi la FAR Rabat namwambia refarii, bwana kaangalia VAR. Bahati mbaya hii group stage haina VAR. Ingekuwa na VAR maana yake ile ilikuwa ni goli clear. Refarii mkauzu kabisa, amekaza macho kabisa, anaamuru ni goli. Goli haram kabisa ambayo amelikataa goli la FAR Rabat. Unaona kwa maana yake Yanga leo walikuwa ni timu ya kawaida na wamekutana timu ya kawaida, au sio? Walipaswa leo kutoa draw au jamaa kushinda. Lakini sababu refarii alikuwa sehemu ya mchezo ndio maana wanapata alama tatu. Unaona Dr. ni kama Young Africans nao wameshakuwa wakubwa sasa kimataifa. Ukubwa wao ni kucheza na marefarii, yani viongozi wameanza kutempa na marefarii. Unaona ndio maana refarii, unaona hapa refarii leo alikuwa mkali sana kwa wachezaji wa FAR Rabat. Anawafokea, maana yake anafanyia psychological torturing. Anatoa mchezoni. Wewe refarii umekuwa sehemu ya kufokea wachezaji kweli? Refarii unafokea wachezaji wa FAR Rabat. Unawafokeaje sio refarii? Maana yake refarii wa mchongo kazi yake kufokea wachezaji ili awatoe kwa mchezoni. Mwisho wa siku wameshinda kutimiza jukumu yao. Unaona hii mechi irudiwe, hii mechi. Sio hii mechi irudiwe. Walifanywa kule South Africa na Mamelodi. Wengine kuna namna wamelipiza. Hii mechi irudiwe. Sio mechi halali kabisa. Dokta, ukiangalia performance ya Young Africans unamuona anatoboa. Yanga hawezi kutoboa, ndio akaibisha taifa. Kundi lake ni jepesi, niliwaambia Yanga ndio kundi, ndio timu pekee ambayo panga ile kundi jepesi kuliko timu yote hapa Tanzania. Yeye ndio kidogo anakaa nafuu na kafadhali. Lakini pamoja na panga kundi jepesi, lakini hawezi kutoboa. Mimi simamona Dube na golikipa anakosa. Goli ambayo hata mke wangu mimi anafunga. Ile goli kimpa mke wangu wallahi haki ya Mungu anafunga mke wangu. Lakini yeye mwenyewe kakosa. Yuko peke yake. Anakosa. Unaona Dr. Mo, kama Young Africans dakika 45 tu za kwanza wamefanikiwa kutengeneza nafasi 5 za wazi, si ndio Na ukiangalia overall performance ya dakika 90, Young Africans wametengeneza nafasi nyingi kuliko FAR Rabat. Huoni ushindi walistahili Young Africans? Hawakustahili kushinda kwa sababu nafasi wametengeneza 5, wamefunga goli ngapi? Hawajafunga goli kwenye kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili imetengeneza nafasi wameshinda. Umetengeneza nafasi 5 white, lakini wafunga magoli mangapi? Wameshinda goli moja. Goli moja ambapo FAR Rabat kalipata, refarii akakataa. Ushindi wa goli moja ni pointi 3, ni ushindi. Lakini refarii alikuwa sehemu ya mchezo, ndio maana FAR Rabat kafungwa. Umeelewa? Sio tatizo kutengeneza nafasi nyingi. Timu bora lile ambayo inatengeneza nafasi nyingi na kuzitumia hizo nafasi, kuziconvert kwenda kwenye magoli. Ulinitarajia uniambie Yanga ametengeneza nafasi 5 wameshinda mabao 5 au katengeneza nafasi 5 kashinda bao 4. Wewe umetengeneza nafasi nyingi kafunga bao moja. Maana yake kama zidiwa. Unaelewa? Yanga ni timu ya kawaida. Kule CAF Champions League haina nafasi ya kusogea mbele. Mimi nawaambieni, nawaahidi nyote hapa waandishi wa habari, Yanga Afrika kitoboa kule kundi, ndio nimchukue milioni moja kila mmoja. Ya ukweli arudia confidence. Tayari wameshashinda. Mechi ya kwanza alifungwa na Yale nyumbani. Lakini mechi mbili za nyumbani zimebakia. Alishinda uongo. Yanga alishindwa kwenda robo finali msimu uliopita kwa sababu alikuwa na kiwango duni. Kule CAF Champions League alikuwa ni Yanga ya kawaida. Wachezaji wake ni wa kawaida. Na hizi ni mbwembwe tulimvua za sarasa. Yanga hana pa kwenda, aende wapi kabisa taifa? Hana pa kwenda. Je, mtaka kulazimisha? Haendi kokote. Unaweza kusema Young Africans wamefundisha jinsi ya kucheza New Amaan Conference Zanzibar kwa kuwa mlishindwa kuondoka na kombe pale uwanjani. Sisi hapa hadi si ndio wa kwanza kucheza kimataifa bana tukashinda. Tumecheza Stellenbosch tukashinda bao moja, kuona? Hukuona? Walishafunga goli 6 pale dhidi ya CBE ya Ethiopia. Zungumzia Sinza Star changamka CBE, afu na wewe naye bwana. Kwa serious, zungumzia timu zinazofahamika duniani. Unazungumzia CBE Ethiopia, hata Sinza Star ina unafuu. Ni kweli kile kinachosemwa Young Africans hivi sasa, mpe Pacome afu mengine muachie Mungu, kimeonekana leo. Pacome nimemwona ni mchezaji wa daraja la kawaida. Na nitamshauri Mohamed Dewji Mo amchukue Pacome ili awe ni substitution ya Jean Charles au. Yaani
Jean Charles yeye atakuwa anaanza msimu ujao, Pacome akishika viatu Watakupiga sasa dakika 70 atakuwa anaingia. Kwa hiyo tutaongea na Mohamed Dewji Mo, rais wa klabu ya Simba, aweze kumsajili Pacome awe mbadala, awe msaidizi wa Jean Charles yeye kwenye neno. Ni mchezaji ambaye nimeona akikutana mwalimu kama Dimitri Pantev, mmoja wa walimu bora sana barani Afrika, anaweza kumtengeneza kama mchezaji bora zaidi hapa alipo. Mohamed, Young Africans tayari wameshatangulia mguu mmoja, wana point 5. Wewe kesho timu yako inacheza na inafungua mechi ya kwanza kwenye hatua ya makundi. Unaizungumzia mechi ya kesho? Kesho tumejiandaa vizuri na Simba waje kwa wingi Benjamin Mkapa, kwa amenunua jezi original, jezi mpya za Jeruti ambazo ni hizi hapa. Jezi mpya ndio hii hapa, chapa Jeruti. Waje kwa wingi pale Benjamin Mkapa, tukawafunge wa Angola bao 3 za kutosha. Kesho ndio kuna mpira. Hadi leo ilikuwa ni championship, yani ligi daraja la kwanza. Kesho ndio Champions League inaanza kwa Tanzania kesho. Benjamin Mkapa, kesho tukutane Benjamin Mkapa, muone mpira wa mwalimu Dimitri Pantev. Waone watu wanaofunga kihalali. Muone watu ambao ni wakomavu kwenye CAF Champions League. Mara 7 mtawalia tutacheza group stage ya CAF Champions League. Unaelewa? Simba Sports Club tukitafuta tiketi ya kufuzu kwa mara 8 mfululizo kwenye robo finali ya CAF. Kesho muje muone mpira wa Dimitri Pantev. Kesho muje muone Selemani Mwalimu Gomez. Unaelewa zuri? Kesho muje mtizame mchezaji Jonathan Soa, Black Lion. Kesho ndio kuna mpira. Sio mpira wa leo papatu refali sehemu yao akashinda. Kesho muje muone ambako watu washinda kihalali. Ni haki kesho. Simba hii ya kuungaunga anayosema Doc. Ya kuungaunga kivipi? Na wakati mpaka dakika hii nimefuzu group stage unbeaten, lakini pia naongoza michezo yangu 3 ya NBC Premier League sijafungwa. Hii Simba ambayo imefika group stage haijashinda kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Babu, hao ni matokeo, lakini uwanja wa Wales nashinda. Nimempiga 3 Eswatini, Zingizini pale Eswatini, lakini nimemfunga Gaborone kule kwao kwenye uwanja wako nyumbani. Unaona vizuri? Sisi ndio tunajua kucheza Benjamin Mkapa, ndio maana watoto wadogo wote wamekimbia Zanzibar, wamemwachia baba kwenye nyumba mwenye funguo zake. Mtoto hawezi kukaa chumba cha watu. Daktari, tujamzungumzia Prince Dube. Prince Dube Yanga wambuze, wamtoe kwa mkopo mpeleke EFFC. Na kama sio EF au atupatie Sinza Star, tutamwajiri aweze kutusaidia kwenye World Cup ya Shafi Dauda msimu ujao. Sinza Star anatusaidia. Pengine goli la leo aliofunga ni muhimu sana. Goli gani? Ambalo limewapa alama 3 Young Africans. Kuna goli pale kaka. Mchezaji yeye na goli kipa anakosa. Goli ambalo usigero wangu mimi nyumbani nafunga ile goli. Prince Dube si miongoni mwa washambuliaji ambao sio washambuliaji wa kawaida.